Jambo wasikilizaji, hapa kwenye kipindi cha Fuata Biblia Kongoze, ni mtumishi Matoleo Birunga hapa kwenye kipindi cha Fuata Biblia Kongoze. Basi ninakuja na kuwatakia sherehe ya Pasaka njema. Hapa Denmark tumeingia katika holiday ya Pasaka. Wiki yote mzima hii kuanzia leo siku ya kwanza mpaka siku ya Mungu ni holiday ya Pasaka. Ni holiday ya Pasaka. Basi kwa hiyo nienda kuwatakia na nyinyi muwe na holiday nzuri ya Pasaka. Muwe na nzuri ya Pasaka. Hata siku hii iwe siku ya muhimu sana ndani ya maisha yako. Iwe siku ya muhimu sana ndani ya maisha yako. Mungu apate sana, kwa sababu siku hii ni siku ya muhimu. Ni siku kuu kwa kila Mkristo. Siku hii ni siku kuu ya muhimu kwa kila Mkristo. Acha siku hii izidi kuwa siku kubwa ndani ya maisha yako. Mungu apate kubariki sana. Basi kwa sababu tuko ndani ya sherehe hii ya Pasaka, ndio kwenye platform za Fuata Biblia Kongoze pia kumekutaniwa na mafundisho ya Pasaka. Kumekutaniwa na mafundisho ya Pasaka. Basi nitaenda kusikia fundisho moja iliyotolewa kuhusu Pasaka. Ningependa tuisikie pamoja nawe. Basi ukitaka kuyasikia yote, nitakuwekea linki hapa chini, na ninaamini utavinya pale kwenye linki na itakupeleka mahali kwenye utaisikiliza. Na hii link yenyewe haya mafundisho utapata kwenye YouTube. Utapata kwenye YouTube pia kwenye podcast zetu za Fuata Biblia Kongoze. Ukiwa na simu ya Android, sasa hivi inaitwa YouTube Music. Kwenye YouTube Music hapo ukifika pale vile unaandika Fuata Biblia Kongoze na utatupata, na hapo kabisa utapata kuona fundisho hili. Na ukiwa na simu ya Apple, kwenye podcast ya Apple, ukiingia mule mbele una search Fuata Biblia Kongoze, na hapo hivi ninaamini utatupata, na pia utafanikiwa kupata fundisho hii. Tunataka kuondoka kuisikia. Tunataka kuenda kuisikia. Mungu tusaidie sana. Asa fundisho yenyewe tutaenda kuisikia inahusu Pasaka. Ilirekodiwa kipindi cha sherehe ya Pasaka kwenye kanisa la God's Family Church of All Nation. God's Family Church of All Nation inapatikana hapo Aarhus, mahali kwenye ninaishi, na ni hapo huwa ninafanya huduma. Ninajua wasikilizaji wengi hawajui mahali kwenye huwa tunafanya huduma. Hapo ndipo mimi huwa ninafanya huduma. Mimi ni mwanamuziki, ninapiga muziki, huwa ninapiga keyboard kanisani, na huwa ninaimba, na pia huwa ninahubiri, huwa ninafundisha neno la Mungu. Sasa ni hapo fundisho hili lilirekodiwa. Na yule aliyefundisha fundisho hili ni Pastor Palale. Basi tunaenda kusikia fundisho hili pamoja. Kama gisi nilisema, ukitaka kusikia mengi, ukitaka kusikia yote, vinya kwenye linki hapa chini. Naamini utapata fundisho fulani kuhusu Pasaka. Naamini utapata fundisho fulani kuhusu Pasaka. Naamini utabarikiwa. Mungu apate kubariki. Na fundisho yenyewe inapatikana kwenye YouTube Music. Na hapo kwenye sasa hivi ninaipata. Nilikwambia kama utaipata kwenye YouTube Music, utaipata kwenye Spotify, utaipata kwenye platform zingine. Karibuni tupata kusikia fundisho hili kuhusu Pasaka. Bwana tusaidie sana. Amen. Pasaka, la Pâque, katika Biblia, dans la Bible, ambazo tulizo nazo, que nous avons ici, Pasaka ina sehemu kubwa tatu. La Pâque a 3 grandes parties. Ina sehemu kubwa tatu. La Pâque a 3 grandes parties. Nitaomba unifuate kwa utaratibu. Suivez-moi lentement.
Pasaka ya kwanza La première Pâque, ilifanyika pale Edeni. ça s'était passé dans le jardin d'Éden. Katika bustani ya Edeni. Dans le jardin d'Éden. Ni pale Pasaka ya kwanza C'est là ilifanyika. que la première Pâque a été. Ilikuwa ni wakati gani? C'était quand? Wakati ambapo mwanadamu C'était pendant le ambaye moment où aliumbwa na l'homme Mungu qui a été créé kwa par ajili Dieu ya kumsifu Mungu na pour glorifier Dieu, pour kumwabudu l'adorer, na kumtumikia Mungu. pour travailler pour Dieu. Na Mungu akamwambia mwanadamu ya kwamba Et Dieu a dit à asile cet matunda homme-là, ya ule mti wa katikati, il ne faudrait pas manger maana les akila na fruits. kufa atakufa. Lorsqu'il va manger les fruits, Mwanadamu il va akaipinga sheria ya mourir. Mungu, Mais l'homme a refusé la akadanganywa loi na de Dieu, ibilisi, et il a été akala ile trompé, tunda. et il a mangé les fruits. Mwanadamu akajikuta katika Alors, dhambi, il s'est trouvé utukufu dans aliokuwa le péché. amevikwa kama vazi Et maintenant, la gloire de Dieu qui ukatoweka était sur Dieu na mwanadamu akajikuta a anakuwa quitté. huchi, Et ils se sont retrouvés nus. akajikuta anakuwa mtupu. Ils se retrouvaient vraiment Alipojikuta anakuwa aveugles. mtupu, kwa sababu Mungu ni wa Et rehema, parce que Dieu est miséricordieux, ilibidi Mungu afanye Pasaka kwa ajili ya il a mwanadamu fallu katika faire la bustani ya Pâque dans Edeni. le jardin d'Éden. Ilibidi Mungu afanye Pasaka Il a fallu que Dieu puisse faire la Pâque kwa dans le ajili ya jardin d'Éden mwanadamu katika bustani pour ya que Edeni. l'homme puisse être sauvé. Oh, haleluya. Amen. Mungu akaifanya Pasaka. Et Dieu a fait la Pâque. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit ceci, Mungu Dieu, akawavika wanadamu il a couvert les kwa hommes ngozi ya mnyama. par la peau de l'agneau. Ngoja nikuulize neno. Laissez-moi te poser la question. Wakati unaona ngozi ya nyama, Quand tu vois la peau d'un animal, ina maana kuna mnyama ambaye alichinjwa ndipo ngozi cela akatolewa, si signifie ndio? qu'il y a un animal qui a été égorgé ou immolé. Pasipo mnyama kuchinjwa, ngozi haiwezi Là où il n'y kuonekana. a pas vraiment, là où il n'y a pas un animal qui a été égorgé, il n'y a pas de peau. Si mpaka nyama achinjwe Il faut que l'animal soit égorgé pour qu'il y ait la peau. ndipo ngozi ionekane. On ne peut pas voir la peau sans qu'il y ait un animal qui a Sasa été Pasaka égorgé. iliyofanyika katika Edeni, Alors la Pâque qui s'est faite dans le jardin d'Éden, Adamu na Eva Adam et Ève, hawakumuona yule ils mnyama, n'ont pas su l'animal. Ils lakini n'ont pas vu l'animal. waliona tu wamevikwa ngozi. Mais ils ont vu seulement la Wamevikwa peau. ngozi. Amen. Wamevikwa ngozi. Ils ont été couverts par la peau. Bwana tusaidie sana wana wa Mungu. Amen. Waliona wamevikwa ngozi. Ils ont vu qu'ils ont été couverts par la peau. Nawashukuru sana kwa jinsi mnazidi kuambatana nasi. Basi kama ulibarikiwa na yale umetoka kuona, please jaribu kuwatumia wengine ili wapate kubarikiwa pia. Ukitaka kusikia mengi, unaweza kujiunga nasi hapa.